tunapoweza kumsaidia mtoto wa kike tumesaidia jamii yote kwa ujumla. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nashukuru sana alhamdulillah kufika hapa na kuwa na wewe inshallah. Nini cha kuambia wanawake ambao wako majumbani wataona mashindano ambao watoto wa kike wameshinda leo hii? Na bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala kwanza nashukuru kwa haya mahojiano, nashukuru kwa kualikwa katika haya mashindano ya wanafunzi wa vyuo vikuu ambayo yamefanyika hapa MUM. Binafsi nimefarijika sana kwa sababu ni mashindano ambayo yanahusu vijana wetu wasomi ambao katika vyuo vikuu, lakini bado hata hivyo wamehifadhi Qur'ani juzuu 30 na wanashindana katika hizo juzuu 30. Hili ni jambo jema sana kwa nchi yetu kwa sababu hawa ndio viongozi wa kesho ambao kesho na kesho kutwa watakuwa wameshika majukumu mbalimbali ya kiserikali, ya kijamii, ya taasisi za umma na taasisi binafsi. Kwa wanapokuwa na Qur'an katika vifua vyao, ina maana kwamba tunakuwa tuna matarajio kwamba tutapata raia waliokuwa wema na watu ambao wanajitambua kama Waislamu. Na kuhusu swali lako ambalo umeuliza kuhusu ushiriki, ni kweli kwamba notice kwamba wanawake walikuwa wengi sana kwenye mashindano, yani kwa maana ya wahudhuriaji, lakini walioshiriki katika mashindano walikuwa ni wachache. Umeona, hili ni jambo kusema kweli mimi limenihuzunisha kwa sababu watoto wa kike sisi tunafahamu kwamba ndio walezi na ndio ambao wana jukumu kubwa sana la kupandikiza maadili mema katika jamii. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa watoto wa kike kuhamasishwa kushiriki katika haya mashindano. Na nilikuwa nikiongea hata na organizer kuambia kwamba kama kuna uwezekano basi liwekwe dau kubwa la zawadi kwa watoto wa kike kuliko watoto wa kiume ili waweze kuvutika tena wajae wengi sana na kampeni zifanyike katika vyuo vikuu vyote vya Tanzania. Ikiwezekana hata kuwagaramikia baadhi ya wao kwa usafiri au sehemu za amani za kulala ili waweze kushiriki katika mashindano kama haya. Mtoto wa kiume ni yeye peke yake atajiwakilisha, lakini mtoto wa kike ni muhimu sana katika zama tulizonazo ambayo maadili yamezidi kuporomoka. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kuna umuhimu mkubwa kupitia maiki yako hapa na kupitia chombo chako cha habari tuhamasishe wazazi kuhakikisha kwamba wanawapeleka watoto wa kike katika madrasa, mabinti wanahamasisha katika kwenda kusoma dini na wanasimamilia kusoma dini, kwa sababu kusema kweli kwa kufanya hivyo unakuwa umeokoa jamii. Kupata watoto watatu wa kike, narudia tena, watoto watatu wa kike, kuna umuhimu mkubwa kupitia maiki yako hapa na kupitia chombo chako cha habari tuhamasishe wazazi kuhakikisha kwamba wanawapeleka watoto wa kike katika madrasa. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hadithi muhimu sana kwa wazazi kuisikiliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashasema kwamba yeyote yule atakayejaliwa na Mwenyezi Mungu kupata watoto watatu wa kike, narudia tena, watoto watatu wa kike, akawalea, akawasomesha, akawavisha, akasubiri mpaka akawaozesha, hawa watoto wa kike watakuwa ni pazia yake na moto wa jahannam. Mtume hajataja watoto wa kiume, ametaja watoto watatu wa kike. Sahaba mmoja alikuwa na watoto wawili akahuzunika sana. Alafu akasema, je, mtume wawili je? Mtume akatabasamu akamwambia hata wawili ukifanya hivyo Sasa kwa nini ametaja watoto wa kike? Kwa sababu ya umuhimu wao. Kwa hiyo mzazi wangu ambao una watoto wa kike nyumbani, hiyo ni hijabu yako ya motoni. Kama utawalea vizuri, utawatunza, na kuwalea vizuri maana yake ni kuwasomesha Qur'an na kuwahifadhisha Qur'an.